Waziri wetu, mheshimiwa na watu yote, karibuni sana. Na kuna kitu nataka kusema. Niseme wakati nimesikia fununu, kasikia our lady is shining there. Na when I heard that, kuna kitu nilijua. Kitu ya kwanza ni Mungu. The second thing ni parents. Because kama ukitaka kujua jua mama yangu. Mimi nilikuwa nachapwa kwa makosa hata ya watoto wengine wetu. I'm the first born. So nilikuwa nachapwa, naambiwa huyu alikosa ukiwa wapi. And I didn't know. Lakini naumia kwa sababu ya makosa ya my siblings. Lakini hiyo ndio imenifanya nikuwe pahali niko. So kwa hivyo, in a special way, we really want to thank you. The other thing ni kushukuru hata wale wamezaliwa pamoja. Because you have prayed alone. You have encouraged here. Kuna wakati mwingine inakuwa ngumu. Masomo inakuwa ngumu. Iko project hapa. Na maneno unaona inasidikana. Hii mnamwambia you'll be able to. Utaweza. Inawezekana. Na yeye anatia bidii. Na yeye mwenyewe kumshukuru. Because she is hard working. Wakati nilimjua, I could see future. Niliona future ndani yake. Na juzi, kwa sababu mimi ni mzee, wakati niliambiwa anataka Thanksgiving, niliambia mama Mai, mimi nataka kuongea na yeye. Nijue vizuri kwa nini anafikiria hii maneno. Kwa sababu sio kufanya tu for the sake of doing. Lakini nikaona ni kitu inatoka ndani yake. Na kuna kitu nilimwambia, nikamwambia vile umefanya, wewe umechokoza Mungu. Vile umefanya, umemchokoza. Because na ukichokoza Mungu, unajua na yeye ana reciprocate. Kwa hivyo nikamwambia hatutakaa sana kama hatujarudi hapa Afrikana. Kwa sababu amemchokoza. Anataka kurudishiwa shukrani. Unajua? Anataka kurudishiwa shukrani. So kwa hivyo, I'm sure hatutakaa sana. And for your information, na hii niongee kwa sauti dogo. Ile pahali tulikuwa tunamtafutia, tunasukuma zaidi. Tulikuwa tunasukuma kwa direct. Na tulikuwa tunaweka gear inaguruma. Lakini ile ilitoka, tukasema haidhuru, ile imetoka na tunashukuru. So we thank God. So but we know hatutakaa, tutarudi tu hapa. Kwa hivyo wewe waziri ujitayarishe, hatutakaa sana. Kwa sababu lazima tukuje kushukuru tena. Kwa sababu unajua Mungu anataka the way tumehubiriwa. Na hata I don't know ni nani alisema. Akasema I think ni elder. Akaongea juu ya wale waliponywa. Kwa hivyo so najua Mungu anazidi kufungua njia. And for us kuna hiyo maneno kaisikia akisema. Na hata CEO akasema. Na hata wakati tulikuwa tunaongea na waziri kando, aliongea juu yake. Nguvu yetu ni umoja yetu. Na tukubali kushikana. Hii product munaona na zingine zinakuja. Haziwezi kuja kama hatushikani pamoja. Na kwa hivyo, the only thing I can tell you, yule mtu anaweka wage ambayo ni ya kutoshikana, uwe mjue ni adui yetu. And we are going to benefit. And we thank God. We have a government, under His Excellency Governor Goyo, ambaye inatusikiza. Kuna ile itakuja, kuna hivyo JST amesema. Ile you cannot even understand. Ukienda kwa ofisi, hausikizi. Lakini we want a situation where sisi will be counted. Na kitu ingine nimuulize tu. Tunaweza kuwa na vijana wetu. Kama mimi niko na mmoja ambaye alichukua
I did last year. Mimi nangojea akuje achukue kura, because that is the only weapon that we have. So if you hauna kura, hata uongee namna gani, upige nini kwa social media, useme nini, your vote has to be counted. So you must start, we pray and we vote, na hiyo ndio tutapata ile maendeleo tunataka. Lakini tukiongea sana and we don't have anything to offer as a vote, then we are doing zero work. Kwa hivyo mimi yangu leo nashindwa maneno ya kuongea kwa sababu ya vile already ametufanya. You have made us proud. And it is our prayer that our God will prosper you. Amen. You are going far. Amen. And with that, I know our God is an able God. So, kwa hivyo, na sisi nasi tujifunze. Tujifunze kushukuru. Even with the small thing that you have been given. Tujifunze kusema asante. And by then, we are going to attract blessing. Na ile kitu ningesema, mko na bahati sana. That we are close friend of Waziri. And I will say that, what? Why? Mkisikia tukisema barabara itajengwa sijui wapi kutoka wapi, inaanzianga. I have worked in finance. Haziangi kujengwa, inaanzianga na kitu inaitwa planning. Inaplaniwa, inakuwa allocated pesa. Ikiwa allocated pesa, ndio inakuja actualization. So, hiyo ni ka process. Na kwa hivyo, hata wakati atakuwa kiweita, kitu inaitwa public participation. Msijifanye ati mko busy sana. Anakuta ako na wawili watatu ambao at the end of the day they don't know what they require. We need profession and people who want to take this county in a higher level, and we can only do that through him na kumuassist by coming up with good projects. Kwa hivyo tukisema barabara hazitatengenezewa na wewe, hiyo siku ya public participation ulikuwa unalala. Useme tulikuwa tunataka hospitali ijengwe pahali fulani, hiyo siku wewe ulikuwa shughuli nyingine. So we need to give our waziri, na mmeona he is a close friend, na yeye ndiye amenihakikishia. Nikamuuliza, na hivyo nasikia Walema she is performing. Yeah. That lady, I can tell you, she's rocking the place, and that is what we want.